Picha. Kuna fans mwenye ameleta picha. Okay. Kuonesha mbele ya journalist. Watu wana upendo na hali kipa. Kesho ni finali kesho. Naomba niseme kitu. Isaac TV. Oh. Karibuni sana. Mtatusamehe. Alikiba nafasi wamekuwa wamemwalika, alikuwa kwa mheshimiwa huko. So haikuwa rahisi kutoka huko, lakini tumepambana kuja. Okay. Tunashukuru sana ndugu watangazaji. Nafikiri question nyingi ziko kwa Alikiba na sio question ni kumuuliza mambo ya kazi zake. Kinyume na kazi msiulizi, tuulize kuhusu mambo ya show, kesho anajipanga aje, na mchaguane tuzungumze watu wachache kwa sababu anataka kuangalia sound, kwa sababu sound stage kila kitu kiko tayari. Anataka kufanya mazoezi kwa sababu show ya kesho ni more fire. Okay, asante. Okay, mmoja tunaanza. Pauliza watangazaji peke yake. Tunasema na media. Alikiba yuko hapa na wasikiliza. Unaweza kuongea. Okay. Asante sana kwa jina, naitwa Andrew Promoter. TV ni Hitop TV. Ningezungumza Kirundi lakini tuko mnisafra kwa mimi tutajaribu kwa Kiswahili kwa sababu tunalo sisi wote. Swali la kwanza ningependa kwanza sio ta swali tu, ningependa kwanza nipongeze watu ambao wameleta Alikiba hapa kutoka Burundi. Makofi kwao. Asante. Swali langu la kwanza, Alikiba ni msanii amekuja hapa kwetu Burundi, miaka imekwisha, amefanya collab na msanii Lolilo mzizi wa Jiwe Simba. Wamefanya nyimbo na ni nyimbo ambayo imependwa tena hapa kwetu Burundi. Nitakuuliza Alikiba, je, amejipanga aje kwa kupanga playlist ya muziki ambayo ataperform kwenye stage, kwa sababu Warundi wengi tunamjua sana na tunamuelewa sana, tulimpenda sana kwa muziki yake ya kizamani, ya zamani, Cinderella na zingine. Je, playlist yake ameipanga aje? Asante sana. Thank you. Mambo. How do you? Mahoro. Okay. Yes. Muziki of course inabadilika kila wakati na nakumbuka last time nimekuja hapa niliperform kidogo, lakini ile ilikuwa ni after party. It wasn't a show. Haikuwa show. Kwa hivyo this time tunafanya show tena
Nimwambia Chi hapa lazima hii show iwe mapema kwa sababu ningependa kuona watu wote wanakuja katika show without limit. Umeelewa? Kwa sababu ni Sunday na itakuwa ni siku ya mapumziko. So pia kesho itakuwa Monday, si ndio? Kwa hiyo Monday watu watakwenda kazini. Kwa hivyo show itaanza mapema, tufanye mapema, watu waweze kuenjoy na nyimbo ni perform nyingi ili kila mtu asikize zile nyimbo za zamani na hizi mpya za leo. Ni hivyo. Asante. Mimi naitwa Patrick Pachio. Ni mwanahabari wa Time TV. Na maswali mawili matatu yatatokeana. Umeshakuja kwa mara ya kwanza kwa ilikuwa mwaka 2007 na 8 bila kusahau. Na mara kwa mara wao unaitishwa kuja. Nataka tufahamu kitu kipya tofauti ya Alikiba wa miaka ya zile na huu leo ambao tutakuja kutufanyia performance kesho, na kuna wasanii ambao tutashirikiana kwa siku ya kesho wa hapa jijini hapa Burundi. Kwa nini hampo pamoja hapa? Kwa nini hawakuja kusupport kwenye press conference? Tuambia kweli kesho watakuwepo. Na swali la tatu, Alikiba uko simple sana. Hicho ni kitu watu wanasifia sana. Kwa nini uko simple na ni msanii mkubwa, msanii ambao umejitemekesha East Africa, umefanya collab na RKD, wasanii wengi wakubwa. Kwa nini uko simple hivyo? Asante. Mpe mic tena. Nikumbushe swali la kwanza. Swali la kwanza, umefanya show nyingi hapa Burundi kuanzia umekuja 2007. Umerudi mara kwa mara na hivyo ndio mwaka 2021. Tofauti Alikiba wa enzi zile na huo Alikiba wa sasa. Tutakuja kuona nani tena? Yule au mwingine? Okay, nice one. Yes, Burundi tumekuwa kama, of course Burundi kama nyumbani kwa sababu East African, na tunafanya hivi kwa sababu tunaelewana. Muziki nilikuwa nikiufanya before ni tofauti na unaofanya sasa hivi. Nadhani kila mtu anaona. Zamani nilikuwa na concentrate sana katika Kiswahili kwa sababu ndio lugha yetu ambayo tunatumia, nikaja nika-shift ku mix in English. Kwa hivyo hata production pia tunabadilika sana, na vile vile tunaangalia international sasa hivi. That's why nimekuja mpaka Burundi, it's international. Na age imechange. Age imechange, style ya muziki, personality. Nilikuwa mtoto kipindi kile, sasa hivi kidogo nimekuwa mtu mzima, na nilikuwa sijui hata kuongea neno moja la Kirundi, lakini sasa hivi at least naweza kuzungumza kidogo maneno kidogo ya Kirundi. Nilikuwa sijui muziki wa Kirundi, lakini sasa hivi naweza kudifferentiate na kujua nani anafanya muziki mzuri Burundi, nani watu wanampa nafasi, nani na nani anaweza akapenetrate katika East Africa. Yes, so hiyo ni swali yangu ya kwanza. Ya pili, la pili, kuna wasanii ambao mkonao wa hapa Burundi mtaperform nao kesho. Hatuwaoni leo kwenye hii press conference. Kweli watakuwepo kesho au ni wewe peke yako tu? Anaambia nijibu mimi. Wasanii wote watakuwepo, wamejiandaa. Lodilolo na yuko hapa, ni rafiki wa Alikiba tena sana. Wengine wapo wanajiandaa kwa sababu kesho ni finali, ndugu yangu. Siwezi nikasema mengi, lakini tujikaze. Kila mtangazaji aulize swali moja itatusaidia ili tuokoe muda twende kufanya mazoezi. La tatu, nataka niongezee katika hilo. 1 minute. Nataka niongezee katika hilo. Unajua amesema kitu cha competition, hata sisi kwa Tanzania iko hivyo. Umeelewa? Kwa hivyo usione kwamba jinsi gani wengine hawako hapa.
I believe wako katika maandalizi ili waweze kufurahisha watu kesho, si ndio? Lakini pia vile Lolilo nimekuwa naye sana Europe, hapa pia so ni ndugu yangu, ni mtu wangu ambaye naweza kuja Burundi nikasema asipokuja naweza nikakasirika. Ndio maana muona Lolilo nimefika, amekwenda akanipokea, amekuja, nimefurahi sana kiukweli na appreciate. Huo ndio ulivyo, unanielewa? Na imani wasanii wengine sina ukaribu nao hivyo, ila nawapenda pia, and I believe kwamba wananipenda kwa sababu sina shida na mtu. Lakini Lolilo amekuwa mtu wangu wa karibu, na kila ninapokuja Burundi lazima ataonekana. Kwa hivyo watu wasifikirie wengine, ni rafiki yangu sana. Yeah. Swali. Asante tena. Mimi ni Hassan Ngabire, Jumbele Magazine. Swali langu ni kuhusu time management. Tunazoea sana wasanii wakitoka nje wanakuyaka alafu na perform dakika 30 wala 40. Na mara mingi watu wanakutaka pale wanafuata wewe. Je, kesho tutabahatika tuone muda wa kutosha? Yes. Jina lako umesema nani? Hassan Ngabire. Hassan Ngabire. Okay. Safi sana. I said it before kwamba itakuwa tuna time ya kutosha. That's why nimesema tuje mapema katika venue na niweze kuperform nyimbo Cinderella, from Cinderella huko nije mpaka juu mpaka sasa hivi. Umeelewa? Na show itaanza mapema sana. Nadhani tutaperform ile nyimbo niliimba na Lolilo pia. Lakini vile vile kuna collaborations, wacha ninajua watu na maswali yao, kuna collaborations ziko zingine zinakuja. Na hii nataka kuonesha tu appreciation kwa fans, watu wangu wa Burundi kwamba ni lazima nitafanya collaboration na wasanii wa Burundi ambao nitaamua kufanya nao. Na hii sio kwa sababu ni msanii labda msanii kutoka Tanzania ama ni international artist, hapana. Unapoamua kufanya kazi na mtu unafanya kwa moyo mmoja, unamsaidia kwa sababu hii ni kazi kama kazi zingine. Mimi huwa simcharge mtu katika collaboration, I don't charge. Nikipenda msanii na nafanya naye basi. That's it. Asante sana. Naitwa Eden Mwalimu kutoka Ndati. Kwanza nawakaribisha sana Burundi tena kwa mara nyingine kwa sababu mnatupatia faraja mkiwepo hapa. Na mnatupatia wakati mgumu kuuliza swali moja moja, sababu tuna maswali mengi ya kuuliza. Lakini acha tutufanyie. Uliza mbili. Kuhusiana na wasanii ambao umetuambia kwamba umeshafanya nao collab, hatujawajua ni wapi. Lakini kwa kuwa ni vizuri sana tumekupata leo. Na baada ya collab ni vigumu kuonekana tena hapo ukifanya nao performance. So about tomorrow, kuna uwezekano wa perform basi for the first time na wasanii ambao mtumika nao, sababu nisema kwamba ni bahati watakuwa walipata perform tena na wewe. Na sisi kwamba hilo na watu watakimbia sana kuja kuona labda Double J ya Kimba na Alikiba wote macho kwa macho. Unajua umeuliza maswali mawili tofauti hapa, sasa nafikiria na kujibu lipi hapa. In short, collaborations yes zitafanyika, lakini maamuzi ya kuperform nyimbo na kutoa nyimbo ni yako kwa msanii mwenyewe ambaye nimefanya naye nyimbo. So siwezi kumwambia atoe nyimbo kesho ama perform kesho ama afanye nini. So kila mtu ana management. Umeelewa? Na ulikuwa kuna kitu umesema kingine. Umezungumzia kitu kingine kabla ya hiyo collaboration. Kitu gani? Nilisema kwa wasanii ambao ulisema kwamba mtafanya nao collab, ulipatia nafasi ya kuimba ya mfano kama Double J. Je, tunaweza tukategemea kwamba inawezekana ikatokea mkakaa nao kwa stage, sababu Double J ameshasema kwenye interview alifanya kwamba ana collab na wewe, lakini wewe unashindwa kunaambia jana. Mimi siwezi kusema mengi kwa kweli, lakini napendaga kufanya surprise na ni vizuri pia ukiona ukija kusikia labda Double J amefanya nyimbo na Ali ametoa tu kasikia nyimbo imetoka, utasikia vizuri kuliko kukwambia sasa hivi alafu tusifanye, ama kukwambia sasa hivi alafu utakuwa tayari umeshajua kwamba ameshafanya naye. But surprise inakuwa more excitement.
Thank you. Yeah, nina swali. Mimi jina langu ni Manuel Kasema kutoka Warner TV. Yes, sasa kwanza niseme karibu sana tena Burundi. Thank you so much. Swala moja nilikuwa nazo nimesema mapokezi yako jana yalikuwa sawa na unaweza kuwadai baadhi ya majina ya wasanii ambao unawasikia sana kama Safi, Lolilo, ulianza na Lolilo, Safi, Pasampizo na Natasha. Na katika hao wasanii ambao uliowataja nimeona kwa Lolilo ni yule ambaye tulimuona na yani amekuwa kwenye karibisho na kuja kupokea. Ndio. Na Lolilo tunajua kwamba ni msanii legend Burundi, anafanya vizuri na ana label yake Simba Gang ambayo inafanya vizuri sana. Na tunajua kwamba Kiba anasema kwamba baba muziki Afrika ana label yake inasema Kings Music. Nitaka nitajie kama baina na Lolilo wasanii gani ambao wazuri wanafanya vizuri Simba Gang ambao wanafaa kwenye Kings Music. Basi leo unaweza kuwataja stadia ukitaka. Nataka wasanii sasa niweze kuwasainisha ndani ya Kings Music label. To be honest, Kings Music kwa sasa hivi inahitaji wasanii. Na vile vile najua kabisa kwamba Kings Music ni label kubwa Africa, lakini bado wana kitu ambacho naweza kusema kwamba sio kwamba wanatafuta msanii. Unaweza ukamuona na talent ndio unamchukua, sio unamtafuta. Ukimtafuta utapata wengine wazuri, utapata wengine sio wazuri, na vile vile kila mtu anataka hiyo opportunity. Umeelewa? So na I believe Lolilo ni legend na yuko na wasanii atakuwa amewachagua wasanii wazuri tu kwa sababu anajua muziki na amekuwa katika muziki. Kwa hivyo hiyo mimi sina shaka na hiyo Simba Gang kwa sababu ni iko ndani ya uwezo wake na anaelewa wasanii wake ambao wamechukua. Na kibaya zaidi, huwezi kukubali kuinvest kwa msanii ambaye unahisi hata return your money, hawezi kukurudishia pesa yako. Hiyo ni shida kubwa sana kwa sisi ambao tuna own record label. Kwa hiyo naamini Lolilo yuko sahihi na wasanii wake, ila vile vile exchange culture ni kitu cha msingi sana. Exchange culture means kwamba kufanya collaboration kama hizi, watu wa Tanzania waweze kusikia wasanii kutoka Burundi na wasanii kutoka Tanzania waweze kusikika Burundi. Hiyo ni kitu cha msingi sana. Hiyo ni kitu ambacho tunaangalia. Okay, asante sana. Mimi naitwa Alvin Buchi kutoka Niko TV. Nilikuwa na maswali mawili kwako King Kiba pamoja na kwa DJ Chief. King Kiba tunajua kwamba kila msanii anapotoka nje ya nchi yetu hii ya Burundi anakuwa na madensa wake. Lakini hatujamwona Kiba anakuja na madensa kama vile tulivyomwona katika Ndombolo, madensa wale mlivyokuwa mkidensi, lakini ulikuja peke yako pamoja na sponsor wako. So swali la pili ni kwa DJ Chief. Kipindi cha mwanzo ulipokuja tuliweza kumwona Sabri. Watamwelezea. Fape kwa karibu yake atamwelezea. Okay, sawa. Acha nijibu la kwanza. Sawa. Okay, mara nyingi ninaposafiri nakuwa tayari nimeshajipanga katika system ya jinsi gani naweza kufanya show. Kuna show zingine nasema nataka nisimame mimi mwenyewe, na kuna show zingine nasema niende na dancers. Lakini hiyo pia ina depend na jinsi gani nitakuwa najisikia. Umeelewa? Unataka kuonyesha uwezo zaidi katika stage, ndio ukae pale one man army. Ni mtu mmoja, jinsi gani unaweza kufanya show. Mimi na enjoy sana, lakini bado siku ziko nikiona kwamba prefer mimi nije na dancers wako naweza nikawaleta on the next show in Burundi. Okay, swali lingine la kuongezea kidogo. Kuna watu ambao wananiuliza, je, kwa nini King Kiba hajaja pamoja na mtu wake wa karibu sana? Je, hampati nafasi hiyo na yeye labda aweze kuonekana kama
ndugu yake pia na yeye apate hiyo nafasi Warundi waweze kumuona. Swali langu ni kwa Chili ili aweze kutuelezea na yeye kwa nini kwa sasa Sabi hatuweza kumuona. Wakati kipindi kile Sabi ni mtu ambaye tunaweza kusema kwamba mlikuwa mlimpatia nafasi kubwa sana. Lakini kwa sasa yeye King Sabi hatuweza kumuona. Tatizo ni kwa Okay, acha nikujibu hii swali ya Abdukiba. Abdukiba ni msanii. Abdukiba ana profile yake as msanii. Nikimleta hapa Abdukiba atakiwa alipwe. Lakini DJ Chi Entertainment approach kama Alikiba as an artist, mwanamuziki na kuja kuperform. So, nikimleta Abdukiba itabidi naye alipwe pesa na DJ Chi Entertainment. Hiyo ndio sababu, lakini kila mtu anajua Abdukiba ni ndugu yangu na anafanya kazi zake sehemu zingine. Haina haja tena ya kumtangaza ikiwa tayari anajulikana. Sawa? Okay. Ingala banya kukia Royal TV. Sikia kaka, tusaidizane kitu kimoja. Nani swali kwa moja ili tupatie na wengine nafasi tuangalie jinsi ya tunafanya mazoezi. Asante. Nilikuwa nasema ni pia tuongelee show, si ndio? Nilikuwa nasema ni Garavani inatokea Royal TV. Tulikuwa tunauliza Bongo tunakutana wa star wa wanafanya interview media zote yake hiyo ndio tofauti na tulikuwa tunauliza ni siri gani kwa sababu media tunakutana na changamoto hizo. Unaweza kuwapa mtu interview sababu yeye ni stars. Tunajiuliza labda hiyo ni miongoni ya kizingiti cha kinatufanya tusiki mbali. Tulikuwa tunataka kuuliza hicho. Very nice question. Kiukweli kila msanii ana tabia yake. Kila msanii ana jinsi gani amejibrand. Mimi binafsi nafanya interview na media zote kubwa na ndogo, kwa sababu kwanza kabisa na respect sana watu wa medias, bloggers, wote journalists wote na respect kwa sababu in anyway or another kwamba tunategemeana katika hii kazi industry. Industry yetu inahitaji journalists, inahitaji watu wa media ili kuweza kufikisha muziki kwa washabiki. Kwa hivyo to be honest, mimi binafsi naweza kufanya kazi interviews na media zote, ila siwezi kumsemea mtu mwingine kwa nini hawezi kufanya kazi na interview na media ndogo, lakini ili kuonyesha kwamba wewe you are important even if you are small but you might. Umeelewa? Usisupport uone kama hata kuja kukufanyia interview. Ukiona msanii aweze kunani, usimsupport alafu tuone atakuja kwako ama aje, kwa sababu inakuwa sio vizuri. Umeelewa? Haipendezi wewe unamsupport as a media lakini yeye anakudharau kwa sababu wewe ni mdogo. That's I can't visualize. I think yes, tuko sawa, si ndio? Haipendezi. Kwa hivyo kwa wasanii ambao hawawezi kusupport media ndogo na kubwa, sio lazima. Kama mtu aone faida yako na mchango, wewe basi usimsaidie pia. Yes, naitwa Billy kutokea Royal TV. Bro, na swali kama moja nataka niulize. Swali kama tunaona mastaa wanakuja hapa ya kusupport na kutoa kolabo, kolabo inaisha. Mimi na swali langu kama sisi tunaona Azam Burundi, na Azam Tanzania, na Azam Rwanda, kama kweli King Kiba kuna nia kweli ya kusupport muziki wa Burundi, hapo inawezekana uje na level ya King Music labda ushukue star kama watatu Burundi hapa, wape record label hapa alafu itatupendeza baada ya kuja unafanya collab na ndio collab inaisha, tunasahau, tunaenjoy, lakini kwa kitu cha kudumu sisi tuwe na generosity, nasema hichi kitu Alikiba amefanya kuchukua. Tunataka vitu kama hizo. Hapo kuja na Yesu na performance show na piga na collab fresh, tunafurahi, lakini tunahitaji kitu cha kudumu. Tunasema hichi kitu kutoka ndani ya King Record label ndio tunataka. So langu ni sasa. I'm very impressed. Ni safi sana, nimefurahi na hiyo swali ni nzuri sana.
na kote nimezunguka sijawahi kusikia swali kama hilo. Kwa hivyo I think nitaifanyia kazi na tuweze kufungua Kings Music Burundi. Tuna hapa ndani ya Bujumbura. Naitwa Ndakimana Fedel, mtangazaji wa EAC Live Show pale radio ya elimu na mafunzo ya Gakura. Mimi narudi kwenye show kwa sababu the king is back. Yes. Nilikuwa nataka kufahamu hivi Lizo, Lolilo pamoja na wale watoto ambao waliwalea Double J na kilikuwa takuwa pale. Umejipanga vipi kwa sababu baba pale alikwambia ni final? Kwa sababu final tunajua mmoja anaibuka na kombe. Umejipanga vipi? Kweli kabisa. Mimi unajua kama ulisema finali, mimi ni mgeni. Si ndio? Mimi ni mgeni. Sawa, mgeni wa shindanishi. Sawa. Kama wanataka vita, mimi sipo katika hiyo vita. Waniache. Mimi nitakuja kuwafurahisha watu, lakini pia changamoto kama hiyo inapendezesha game ya muziki Burundi. Game ya muziki unachangamka kutokana na challenge kama hizo. Watu wanajituma, wanataka kufanya mashindano kwa sababu wafurahishe watu. That's the showbiz inatakiwa hivyo. Nimefurahi sana kuona kwamba watu wanaelewa kabisa jinsi gani kesho kutakuwa na mashindano ya performance pale kwenye stage. Mimi mwenyewe natamani nikae tu niangalie show, nani ana perform vizuri, nani anaimba vizuri, nani amefunika, nani ameweza, nani amepata ile shangwe ya kufa mtu. Natamani nione hiyo kesho, lakini nitakuwa backstage, but nitapata taarifa zote na nitajua nani na nani amefanya vizuri. Kwa hiyo mimi mwenyewe niko kama wewe, I cannot wait kuona hiyo kesho, making wakifunikana hiyo siku ya kesho. Kwa hivyo naona watu waje wengi, si ndio fama? Watu waje wengi waweze kuona hiyo competition ya kesho. Itakuwa crazy kweli, yani itakuwa ni ya kuvutia sana. Yeah. I think tuko sawa. Nyingine naweza kusema kama backstage imepanga, yani Kiba sehemu atakuwa anakaa kwenye backstage, atakuwa anaona jinsi wasanii wa Burundi wanaperform. Yeah. Nice. Hadi kiwango cha animator show gifata change tuandae. Wewe unauliza. Basi. Mfuni kwa sasa. Mwenye atauliza nani? Nimeona timu Kiba hapa. Nimeona timu Kiba sasa, kiongozi wenu pia na yeye awe na nani, aongee kidogo. Timu Kiba for life. Naiona. Yeah baba. Yeah baba. Alaikum. Alaikum salam. Salam. Kwanza kama tukupongeze kwa ngoma 3 hit song, tumefurahi. Semeni kimeumana. Kimeumana. Naitwa Babu Kiba. Ye baba. Ye baba. Asante sana. Kiba, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Sisi tulikuja hapa kukuona, tunakupenda, kukupenda Bujumbura. Tunakupenda sana sana sana. Niko na rafiki yangu hapa anaitwa Adija. Kesho ni birthday yake. Nilikuwa naomba tu mwambie Joyce anniversary. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Adija. Happy birthday to you. Msalimie, njoo msalimie. Yes. Njoo. Kuna fans wako hapa, amekuja na kitu yako. Picha. Kuna fans mwenye ameleta picha. Okay. Surprise. Kuonesha mbele ya journalists. Open.
watu wana upendo na hali kipa. Kesho ni fainali kesho. Naomba niseme kitu. Simama hapo. Simama hapo. Thank you so much. Na unaitwa nani? Landry Arts. Landry Arts. Woo! Wow. Nimekuwa nikipokea picha nyingi sana kila nikienda sehemu. Nakutana na artists kama hawa wengi na nimeletewa mara mwisho nyumbani. Juzi nimepost. Kiukweli sijaelewa hii signing ya nini, lakini to be honest hii ni appreciation ya kuonesha kwamba mafans wangu wako katika kila sanaa tofauti tofauti. Thank you so much, God bless you. Na hii ni mfano wa kuigwa na imani kwamba watu wa Burundi watapenda pia wachore kama hivi. So this year tupata umaobe. Thank you so much my guy. Okay, I have something to add. So after I come and get 100,000 there, go there for okay? Okay, free, right? Yeah. Thank you so much. You're gonna be in the show. Unapata ticket yako. Free. Merci beaucoup. Turabona ko Museli menshi atakuye kuba menshi. Twe tubashimire ko mwashoboye gushika ngaha. Ibyo batubise. It's nice. Karibu mwese abamenyesha bakuru bisigo mfise ikibazo cerekeye ku muzoshika uca muri abajeho bahisa turabivugana. Merci. Okay. Merci beaucoup. Asante sana. Asante sana. Ona watangazaji wote picha na likiba mmoja. Isaac TV. Oh. Isaac TV.